Moja kwa moja siku ya leo tuko hapa International Airport Julius Nyerere, Dar es Salaam, Tanzania. Tunajivunia uwanja wetu huu na tuko na mtu wa barbershop anaitwa Mondris au Mr. Handsome, lakini anakuwa anapitia magumu sana kwenye maisha yake au kwenye kazi yake kiujumla, na sasa hivi nasikia amekwea pipa, alienda kufanya kazi. Kwa sasa sijajua ni shida gani anayoipitia kati ya yeye na meneja wake. Hebu kwanza wasalimia wa Tanzania, alafu naomba tushare kidogo challenge yako mara moja. Karibu. Yeah, naitwa Mondris Barbershop, we call me Mr. Handsome. Watu wengi wanataka kujua kuhusu mimi na meneja. Mimi na meneja hatuna tofauti isipokuwa zile ni biashara, na kwa biashara zinapitia changamoto nyingi. Kuna vitu vingi vinatokea sisi kama binadamu. Mwisho siku tunakaa chini tunaweka sawa, alhamdulillah sisi tuko fresh, na hapa namsikiliza aje kunipokea tuweze kurudi sehemu yetu husika ya ofisi. Kwa kila kitu saizi kiko safi kabisa. It means kwamba mmeshapatana tayari. Yani kila kitu kiko sawa, na tumefungua ofisi mpya. Watanzania wanaona ofisi mpya, ofisi kali, na yote ni miongozo ya meneja. Kwa kila kitu ni biashara. Asante sana. Basi Watanzania msisahau kumfollow na kumfuatilia, na wale ambao watahitaji kufanya kazi na yeye basi mawasiliano nadhani yanapatikanika, DM alafu anaweza akawa masaa 24 yuko live. Karibuni sana. Hii ndo Mondris au Mr. Handsome wa Tanzania. Asante sana. Ulikwea pipa gani leo? Naam, nilikuwa ndani ya Air Tanzania na huduma zao ni nzuri sana. Nimeenjoy kwa kweli safari. Na meneja unajua nilikuwa nataka niondoke na basi. Meneja akaniambia hapana, anakuchukulia ndege. Umeona? Kwa meneja hapo chukulia ndege. Nikamwambia meneja ndege mpaka huko na nini. Ile sikujua mpata na shilingi ngapi huko. Asante sana. Kwa kazi nashukuru Mwenyezi Mungu. Shukrani sana. Asante sana.